Karibu katika chaneli ya Sam Dizo Simulizi. Huu ni mwendelezo wa simulizi ya Kivuli cha Mapenzi. Sehemu iliyopita tuliishia pale Anseni na Lisa walipokutana tena baada ya miaka mingi. Lisa alikuwa amebeba mtoto wake, huku Anseni akiwa tayari amefanikiwa na kuwa mfanyabiashara mkubwa. Miaka ilikuwa imepita, lakini kumbukumbu za mapenzi yao ya zamani zilikuwa bado zipo. Lisa alikuwa amepitia usaliti wa Jackson, ambaye alimwacha na kuanzisha familia na Nadia. Sasa Lisa alitaka kumuomba Anseni msamaha. Anseni alimtazama Lisa kwa muda mrefu. Hakuwa tena yule kijana wa kidato cha tatu. Lisa naye hakuwa yule msichana wa shule aliyekuwa akitembea naye chini ya miti ya Mawata Matukuta. Wote walikuwa wamebadilika. Lisa alikuwa amebeba mtoto wake. Anseni alikuwa amevaa suti nzuri. Lakini nyuma ya sura zao kulikuwa na historia ndefu. Lisa akasema, "Uko salama?" Anseni akatabasamu kidogo. "Niko salama." "Umebadilika." "Na wewe umebadilika." Lisa akashusha macho. Anseni, "Naam. Nataka kuzungumza na wewe." "Unaweza." Lisa akamtazama mtoto wake. "Naweza kupata muda wako?" Anseni akasema, "Kesho." Wakakubaliana kukutana siku iliyofuata. Usiku huo Lisa hakulala vizuri. Alikumbuka kila kitu. Mawata Matukuta, kidato cha tatu, barua zao, ahadi zao, Jackson, utajiri, usaliti, na mwisho wake. Siku iliyofuata walikutana katika sehemu tulivu. Lisa alikaa mbele ya Anseni. Kwa muda hakuweza kuongea. Anseni akasema, "Lisa, sema tu." Lisa akavuta pumzi. "Anseni, nimekuja kukuomba msamaha." Anseni akanyamaza. "Nilikukosea." Kimya. "Nilikusaliti." Kimya. "Nilikuacha kwa sababu nilifikiri pesa na maisha ya kifahari ndiyo kila kitu." Macho yake yakaanza kuwa na machozi. "Nilifikiri wewe ungechelewa kufika kwenye maisha ninayotaka." Anseni hakumkatiza. Lisa akaendelea, "Nilidhani nimechagua maisha bora." Akatabasamu kwa uchungu. "Lakini maisha yalinifundisha kwamba si kila kinachong'aa ni dhahabu." Anseni akasema, "Lisa, Lisa akatikisa kichwa. "Niruhusu nimalize." Anseni akanyamaza. "Nilipokuacha sikuona maumivu yako. Niliona tu nilichotaka mimi. Na sasa nimejua." "Umejua nini?" Lisa akafuta machozi. "Mapenzi ya kweli hayapimwi kwa gari, nyumba au kiasi cha pesa mtu alicho nacho." Anseni akainamisha kichwa. Lisa akaendelea, "Nilipoteza mtu aliyenipenda kwa sababu nilidhani angekuwa kikwazo cha maisha yangu. Na Jackson." Lisa akatulia. "Jackson alinifundisha somo ambalo sitawahi kulisahau." "Alikusaliti?" "Ndiyo." "Na sasa unajua ilivyokuwa?" Lisa akatikisa kichwa. "Ndiyo." Anseni akasema, "Lisa, niliteseka sana." Machozi yakaanza kumtoka Lisa. "Najua." "Hujui." Lisa akamwangalia. Anseni akaendelea, "Uliniacha, lakini mimi sikukubali. Nilipoteza muda mwingi nikifikiria jinsi ya kukurudisha. Nilisahau maisha yangu." Lisa akainamisha kichwa. "Nilifeli." "Najua. Niliharibu nafasi yangu. Samahani." Anseni akasema, "Nilikuona ukiendelea na maisha yako huku mimi nikibaki pale pale." Lisa alilia. "Lakini leo nimeelewa jambo." Lisa akamwangalia. "Jambo gani?" Anseni akasema, "Nilifanya kosa pia." Lisa akashangaa. "Kosa gani?" "Nilishindwa kukubali kwamba ulikuwa umeamua kuondoka." Lisa hakujibu. "Nilifikiri kukupenda kulinipa haki ya kukushikilia." Akavuta pumzi. "Lakini sikuwa na haki hiyo." Lisa akamwangalia kwa macho ya mshangao.
Anseni akaendelea, mapenzi ya kweli yanaweza kuuma. Lakini mapenzi ya kweli hayakulazimishi mtu abaki. Lisa akafuta machozi. Unanichukia? Anseni akatikisa kichwa. Hapana. Umenisamehe? Ndiyo. Lisa akalia zaidi. Kwa nini? Anseni akatabasamu. Kwa sababu sitaki kuendelea kubeba chuki ya jana kwenye maisha ya leo. Lisa akanyamaza. Baada ya muda akasema, Anseni, naam. Nilikuja na ombi lingine. Anseni akamtazama. Mtoto wangu. Lisa akamtazama mtoto wake. Sitaki aje kupitia maisha magumu kwa sababu ya makosa yangu. Anseni akasubiri. Lisa akasema, naomba unisaidie kumsomesha. Anseni hakujibu mara moja. Alimtazama mtoto. Mtoto huyo hakuwa na kosa lolote. Hakuwa amechagua kuzaliwa katika maisha hayo. Hakuwa amehusika katika usaliti. Hakuwa na hatia ya historia ya mama yake. Anseni akamuuliza, mtoto amefanya kosa gani? Lisa akalia. Hana kosa. Basi nitamsaidia. Lisa akainua kichwa. Kweli? Ndiyo. Kwa nini? Anseni akasema, kwa sababu sitaki mtoto asiye na hatia alipe kwa makosa ambayo si yake. Lisa akashindwa kujizuia. Alilia. Lakini Anseni akaongeza jambo moja. Nitamsomesha. Lisa akatabasamu kwa machozi. Asante. Lakini Lisa, ndiyo. Usichanganye msaada huu na kurudisha mapenzi yetu. Lisa akanyamaza. Anseni akaendelea, sisi tumekwisha. Lisa alishusha kichwa. Najua. Sitaki tukarudiane kwa sababu ya huruma. Sitaki pia. Basi tutakuwa watu wawili waliowahi kupendana, wakaumizana, wakasameheana na wakaendelea na maisha yao. Lisa akasema, lakini unaweza kunisamehe kweli? Nilishakusamehe. Na moyo wako? Anseni akatabasamu. Moyo wangu uliwahi kukupenda. Lakini sasa umejifunza kujipenda pia. Maneno hayo yalimfanya Lisa anyamaze. Alijua Anseni alikuwa amefika mbali. Lakini pia aligundua jambo moja. Mtu aliyemwacha miaka mingi iliyopita kwa sababu hakuwa na pesa alikuwa sasa na kila kitu. Lakini hakutumia utajiri wake kumdhalilisha. Hakutumia mafanikio yake kumlipa kisasi. Alimsaidia. Hapo ndipo Lisa alielewa maana ya upendo wa kweli. Miezi ilianza kupita. Anseni akasimamia elimu ya mtoto wa Lisa. Alifungua akaunti maalumu ya ada. Alihakikisha mtoto anapata shule nzuri. Lisa hakumwomba tena arudi kwake. Kwa sababu sasa alikuwa ameelewa kwamba msamaha hauleti lazima uhusiano mpya. Lisa naye akaanza kujijenga. Alianza biashara ndogo. Anseni alimshauri. Lakini hakumfanyia kila kitu. Alimfundisha kusimama mwenyewe. Siku moja Lisa akamwambia Anseni, nilikuwa nikifikiri mwanaume akipenda kwa dhati ni lazima awe na pesa nyingi. Anseni akasema, na sasa? Lisa akatabasamu. Sasa najua mwanaume anaweza kuwa na moyo mkubwa kabla hajawa na mfuko mkubwa. Anseni akasema, na mwanamke anaweza kumpenda mwanaume kwa dhati pia. Lisa akatikisa kichwa. Ndiyo. Anseni akaendelea, usifanye kosa la kufikiri wanawake ndio pekee wanaojua kupenda. Lisa akasema, na wanaume? Wanaume nao wana moyo. Lisa akanyamaza. Tatizo ni kwamba mara nyingi wanaume hawapigi kelele wanapoumia. Anseni akatazama mbali. Wengine wanalia kimya kimya. Lisa akasema, nilikuwa sioni hilo. Watu wengi hawaoni. Hapo ndipo funzo lingine la simulizi hii linapojitokeza. Mapenzi ya kweli hayana jinsia. Si kweli kwamba kila mwanamke anapenda kwa dhati kuliko mwanaume. Na si kweli kwamba kila mwanaume hana hisia. Wanaume nao huumia. Wanaume nao hujenga ndoto na mtu. Wanaume nao huweza kuanguka kwa sababu ya mapenzi.
Tofauti ni kwamba baadhi yao hawajui namna ya kuzungumza kuhusu maumivu yao. Anseni alijifunza hilo kwa njia ngumu. Alipoteza mwaka wa masomo. Alipoteza muda. Alipoteza furaha. Lakini hatimaye alipata kitu muhimu zaidi, alijipata mwenyewe. Miaka ilipita. Mtoto wa Lisa akakua. Alifanya vizuri shuleni. Anseni aliendelea na biashara zake. Lisa naye alijenga maisha ya kawaida yenye utulivu. Hakukuwa na tena chuki kati yao. Walizungumza mara chache. Lakini kila walipokutana kulikuwa na heshima. Siku moja mtoto wa Lisa alipomaliza shule, alikuja kumshukuru Anseni. Mzee Anseni Anseni akacheka. Usiniite mzee. Mtoto akatabasamu. Asante kwa kunisomesha. Anseni akamwangalia. Usinishukuru mimi pekee. Kwa nani? Kwa mama yako. Yeye ndiye aliyekulea. Mtoto akamkumbatia. Anseni akampokea. Lisa akiwa pembeni alilia. Alijua maisha yalimpa nafasi ya pili. Si nafasi ya kurudisha mapenzi, bali nafasi ya kufanya jambo sahihi. Siku moja Lisa na Anseni walikaa pamoja wakikumbuka siku za Mawata Matukuta. Lisa akasema, unakumbuka tulivyokuwa tukisema tutawana? Anseni akacheka. Nilikuwa mtoto. Mimi pia. Tulikuwa hatujui maisha. Lisa akasema, lakini ulikuwa unanipenda kweli? Anseni akatulia. Ndiyo. Lisa akamuuliza, ulishawahi kunichukia? Kwa muda. Na sasa? Sikuchukii. Kwa nini? Kwa sababu nimejifunza kwamba mtu anaweza kukufanyia jambo baya bila wewe kuhitaji kuwa mtu mbaya. Lisa akatabasamu kwa uchungu. Umenisamehe sana. Anseni akasema, na wewe umenifundisha sana. Kwa maumivu? Ndiyo. Samahani. Usiombe msamaha kila siku. Kwa nini? Kwa sababu ulisema tayari. Lisa akatabasamu. Wakakaa kimya. Kisha Anseni akasema, Lisa. Naam. Ulikuwa na ndoto gani ulipokuwa shule? Lisa akacheka. Nilitaka maisha mazuri. Na sasa? Natamani amani. Anseni akatabasamu. Umeipata? Lisa akamtazama mtoto wake aliyekuwa akicheza mbali. Pole pole. Anseni akasema, basi hilo ni jambo zuri. Hadithi yao haikuishia kwa kurudiana. Haikuishia kwa harusi. Haikuishia kwa Anseni kumchukua Lisa tena. Kwa sababu wakati mwingine mwisho mzuri si watu wawili kurudiana. Wakati mwingine mwisho mzuri ni watu wawili kuweza kukutana baada ya miaka mingi bila chuki. Ni mmoja kusema, nilikuumiza. Na mwingine kusema, nimekusamehe. Kisha kila mmoja akaendelea na maisha yake. Funzo la kwanza, kubali matokeo. Anseni aliteseka sana kwa sababu hakukubali kwamba Lisa alikuwa ameondoka. Alipoteza muda. Alipoteza umakini. Alifeli. Lakini ukweli ni huu, huwezi kulazimisha mtu akupende. Mtu akichagua kuondoka, kubali. Mtu akisema hataki kuwa na wewe, usijipoteze ukijaribu kumbadilisha. Usimruhusu mtu mwingine awe sababu ya wewe kuacha maisha yako. Maumivu ni sehemu ya maisha. Lakini maumivu hayapaswi kuwa mwisho wa maisha. Funzo la pili, malipo ni hapa hapa duniani. Lisa alichagua utajiri wa Jackson. Aliamini kwamba amepata maisha bora. Lakini baadaye yeye mwenyewe alisalitiwa na Jackson. Jackson akapata mwanamke mwingine. Akaanzisha familia na Nadia. Lisa akabaki akijifunza somo ambalo Anseni alikuwa amelipitia zamani. Hii si kusema kwamba kila mtu anayesalitiwa lazima alipe kwa namna ile ile. Bali maisha mara nyingi hutufundisha kupitia matokeo ya maamuzi yetu. Unapomuumiza mtu, huenda siku moja ukajikuta ukielewa maumivu uliyomsababishia. Ndiyo maana usimfanyie mwingine kile ambacho hutaki kifanyike kwako. Funzo la tatu, pesa si kila kitu.
Lisa aliamini Jackson kwa sababu alikuwa na pesa. Lakini pesa hazikuhakikisha uaminifu. Gari halikuhakikisha mapenzi. Nyumba haikuhakikisha amani. Zawadi hazikuhakikisha moyo. Mtu anaweza kuwa na pesa nyingi na bado akawa maskini wa upendo. Na mtu anaweza kuanza na sifuri lakini akawa na moyo wa kujenga maisha pamoja na wewe. Funzo la 4: mapenzi ya kweli hayana jinsia. Usifikiri mwanamke pekee ndiye anayejua kupenda. Wanaume nao hupenda. Wanaume nao huumia. Wanaume nao hujenga ndoto na wanawake wanaowapenda. Anseni alikuwa mfano wa mwanaume aliyependa kwa dhati. Lakini kosa lake lilikuwa si kumpenda Lisa. Kosa lake lilikuwa kutokubali wakati Lisa alipoamua kuondoka. Kwa hiyo, kama umepoteza mtu unayempenda, usipoteze na wewe mwenyewe. Funzo la 5: msamaha si kurudia uhusiano. Anseni alimsamehe Lisa, lakini hakurudiana naye. Hili ni jambo muhimu. Unaweza kumsamehe mtu bila kumpa tena nafasi ile aliyokuwa nayo. Unaweza kumtakia mema mtu bila kutaka awe sehemu ya maisha yako. Unaweza kuacha chuki bila kurudisha uhusiano. Msamaha ni kwa ajili ya kuachilia mzigo wa moyo. Si lazima uwe tiketi ya kurudiana. Mwisho wa simulizi. Miaka mingi baadaye, Anseni alikuwa bado akifanya biashara zake. Lisa alikuwa bado akilea mtoto wake. Maisha yao yalikwenda njia tofauti. Lakini kila mmoja alibeba somo kutoka kwa mwenzake. Lisa alijifunza kwamba tamaa inaweza kukufanya uone thamani ya kitu baada ya kukipoteza. Anseni alijifunza kwamba kupoteza mtu hakumaanishi umepoteza maisha. Na wote wawili walijifunza kwamba wakati mwingine mtu anaingia katika maisha yako si kwa ajili ya kubaki milele, bali kwa ajili ya kukufundisha kitu ambacho usingejifunza kwa njia nyingine. Anseni hakupata Lisa tena kama mpenzi. Lakini alipata kitu kingine, amani. Lisa hakupata Jackson tena. Lakini alipata kitu kingine, uelewa. Na mtoto wa Lisa alipata kitu ambacho hakustahili kukikosa kwa sababu ya makosa ya watu wazima, nafasi ya kusoma na kujenga maisha yake. Hivyo basi, kama wewe ni mtu unayepitia maumivu ya mapenzi leo, kumbuka Anseni. Usifeli maisha kwa sababu mtu amekuacha. Usiache ndoto zako kwa sababu mtu amekusaliti. Usijidhalilishe ukimlazimisha mtu akupende. Na kama wewe ndiye uliyekuwa na mtu aliyekupenda kwa dhati, usidharau moyo wake kwa sababu tu mfuko wake haukuwa mkubwa. Kwa sababu huwezi kujua, mtu unayemdharau leo kwa sababu hana kitu, kesho anaweza kuwa mtu mwenye kila kitu. Na mtu unayemchagua leo kwa sababu ana kila kitu, kesho anaweza kuwa mtu anayekufundisha kwamba pesa zinaweza kununua vitu vingi, lakini haziwezi kununua moyo wa mtu. Hii ndiyo ilikuwa simulizi yetu ya Kivuli cha Mapenzi, Usaliti, Maumivu na Malipo ya Maisha. Mimi ni Sam Dizo na hii ni chaneli ya Sam Dizo Simulizi. Kama simulizi hii imekufundisha jambo, usisahau somo lake kuu: kubali matokeo, jifunze kutokana na maumivu, na usimruhusu mtu aliyekuacha akuchukue na maisha yako. Na kumbuka, mapenzi ya kweli hayapimwi kwa jinsia, pesa wala mali. Hupimwa kwa uaminifu, heshima, kujitolea na namna mtu anavyokuthamini hata wakati hana uwezo wa kukupa kila kitu. Tukutane katika simulizi zijazo.